Thank you, Jesus. Amen. 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 Naomba tuende katika kitabu cha Isaya. The book of Isaiah chapter 59 verse 16. Naam, kweli imepunguka kabisa, na yeye auachaye uovu ajifanya kuwa mateka. Naye Bwana akaona hayo, akachukizwa kuwa hapana hukumu ya Samani. Isaiah 59 verse 16. Akaona ya kuwa hapana mtu akasajabu, kwa kuwa hapana mwombezi. Basi mkono wake mwenyewe ndio uliomletea wokovu, na haki yake ndio iliyomsaidia. Amen. Hallelujah. May the Lord bless the sharing of this word. Amen. I want to talk about how to pray prayers of intercession. Nataka kuongelea kuhusu ni namna gani ya kuomba maombi ya kuombea au kuombea kitu au kumwombea mtu mwingine. Yeah, the scripture says that, and I saw that there was no man. Neno la Mungu linasema, andiko linasema, niliona kwamba hapana mtu. And the one that there was no intercessor. Na nikastajabu kwa kuwa hapana mwombezi. Yeah. Therefore his arm brought salvation unto him, and his righteousness is sustained. It sustained him. Just read the Swahili word. Na basi mkono wake mwenyewe ndio ulimletea wokovu, na haki yake ndio iliyomsaidia. Yeah, okay. So intercession is the primary ministry of the church. Huduma ya kuombea wengine ndio msingi au msingi mkuu wa kanisa. Yeah. So you will, as I proceed, you will understand what really intercession means. Nitakapoendelea utaelewa nini maana ya uombezi. Yeah. But number one, intercession is the primary ministry of the church. Lakini jambo la kwanza, uombezi ndio huduma ya msingi na ya kwanza ya kanisa. The church must have the strongest ministry of intercession. Kanisa lazima liwe na huduma hii iliyo imara ya uombezi. Yeah. So let's have a reading from 1 Timothy 2 verse 1 and 2. Tusome andiko katika Timotheo wa kwanza 2 mstari wa kwanza na wa pili. Basi kabla ya mambo yote nataka dua na sala na maombezi na shukurani zifanyike kwa ajili ya watu wote, kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka, tuishi maisha ya utulivu na amani katika utauwa wote na ustahivu. Amen. Yeah. So that first of all, supplication, prayer, intercessions, and the giving of thanks be made for all men. Intercession should be made for all men. So there are a number of there are different kind of prayer. Kuna aina mbalimbali ya maombi. Yeah, there is supplications. Kuna dua, and there is the normal prayer. Na kuna sala. Yeah, that is good. And then there is intercessions. Na kuna maombezi. Yeah, intercession whereby you stand in between. Ombezi maana yake ni kusimama katikati. In between somebody who need help. He cannot stand alone. He needs somebody to lift him up or lift her up, so that
a blessing or a miracle is acquired by some other people standing. Kusimama katikati ya mtu mmoja yeye ambaye hawezi kusimama, ili kwamba uweze kumsaidia yeye kuweza kusimama na kuweza kutoa msaada kwake, na ni huduma ambayo inaweza akapata mtu mmoja katika kanisa. Upholding somebody, na kumuinua mtu mmoja in prayer until somebody see a victory or a special help coming unto kumuinua mtu mmoja katika maombi mpaka pale atakapoweza kuinuka au kuona ushindi ukienda kwake. So it is a strong act of love that will really somebody you sacrifice until somebody is getting her breakthrough in the challenge that he or she is facing. Kwa hiyo ni kitendo cha upendo kwa mtu ambapo utasimama kwake mpaka pale atakapoweza kuona mpenyo katika ile changamoto ambayo anaipitia. Yeah, God gives you the burden that so and so is going through trouble or a problem. Mungu anakupa ufunuo kwamba fulani anapitia, anakupa mzigo kwamba fulani anapitia tatizo fulani. And then you groan and cry and pray until that person get a victory, a breakthrough in the pain or the challenge that he or she is going through. Kwa hiyo unaomboleza na kulia na kuomba mpaka huyo mtu atakapoona mpenyo. That's why intercession is a priority in the church. Na ndio maana uombezi ni kipaumbele katika kanisa. Yeah, there are needs that there are needs that in the church they need intercessors who were supposed to uphold that needs. Kuna mahitaji katika kanisa ambayo yanahitaji uombezi ambao wataweza kuyainua mahitaji hayo. Somebody with the burden, not because the pastor said please pray for so and so. Mtu ambaye atakuwa na mzigo sio kwa sababu mchungaji amesema muombee fulani. Intercessors are not given by a burden by men. Waombezi hawapewi mzigo na wanadamu, but they are given by the Holy Spirit. Lakini wanapewa na Roho Mtakatifu. If you feel yourself you are in intercessors, you are not to be given a need by the pastor or somebody. You get the need from the Holy Spirit. Kama unajiona that pressurize you, give you no rest until a breakthrough is acquired to that person. Kama unahisi wewe ni muombezi, hautaki kuwa unapewa mahitaji na wanadamu au na mtu, lakini unapona Roho Mtakatifu na unakuwa na mzigo mpaka pale mtu unaomba mpaka pale mtu atakapokuwa amepata mpenyo katika tatizo hilo. So there are normal prayer we share in the church. Please, could you pray for so and so? We pray. Kuna maombi ya kawaida ambayo tunashirikishana kanisani kwamba tunaweza tukamwombea fulani na tunaomba. Yeah, we pray. Tunaomba. So we can stand together and pray for somebody. Kwa tunaweza kusoma pamoja tukaomba kwa ajili ya mtu fulani. Like last week we stood together and we prayed for Daliko and Godfrey as they were going to India. Kama wiki iliyopita tulisoma na kuomba kwa pamoja kwa ajili ya Daliko pamoja na Godfrey ambao walikuwa wakisafiri kwenda India. Yeah, so but that is not intercession. Lakini huo sio uombezi. It's just prayer. Ni maombi tu. Intercession is that you are you are having a burden to cry, to pray for somebody because the Holy Spirit wants you. Maombezi ni kuwa na mzigo na kulia kwa ajili ya mtu fulani kwa sababu Roho Mtakatifu amekutaka ufanye hivyo. Or there must be a need in the church, but you find that you are pressurized extra mile more than any others until a breakthrough come. Au kunakuwa na hitaji katika kanisa, unakuta unapewa msukumo zaidi kuliko mtu mwingine yoyote na unaomba mpaka pale matokeo yatakapoonekana. So intercession is a strong pillar in the church, especially in the church that is growing, that is want to go to another level. There must be
strong intercessor. There must be intercessors in the church. Maombezi ni nguzo muhimu na imara katika kanisa, hasa katika kanisa ambalo linakuwa. Lazima kuwe kuna waombezi katika kanisa hilo. That's number one. Hilo ni jambo la kwanza. That intercession is a primary ministry in the church. Kwamba maombezi ni huduma ya msingi. Ni nguzo. Is an important pillar in the church. Ni nguzo muhimu katika kanisa. That's why Apostle Paul said to Timothy that first of all supplication, prayer and intercessions. Ndio maana Mtume Paulo alisema kabla ya yote yafanyike dua na sala na maombezi. Yeah, so that means intercession is something unique, different from supplication and the prayer. Kwa hiyo inamaanisha maombezi ni kitu cha kipekee tofauti na sala na dua. So yeah, so, at the end you may find that I think I'm an intercessor. Mwishoni unajikuta utasema kwamba nadhani mimi ni mwombezi. You may find. Unaweza ukagundua kwamba wewe ni mwombezi. Yeah, so number 2. Namba 2. Intercession saves life. Ombezi au maombezi yanaokoa maisha. Intercession saves life. Maombezi yanaokoa maisha. Let's go to the book of Genesis chapter 18 verse 32. Kitabu cha Mwanzo 18:32. Genesis 18 verse 32. Akasema, Bwana asiwe na hasira, nami nitasema mara hii tu, huenda wakaonekana huko 10. Akasema, sitaharibu kwa ajili ya hao 10. Hallelujah. Yeah, so this was the time when Abraham interceded for Sodom and Gomorrah. Huu ulikuwa ni wakati ambao Abraham alisimama kuomba kwa ajili ya Sodoma na Gomora. He negotiated for the lives of the Sodomites. Akaongea na Bwana kwa ajili ya maisha au uhai wa watu wa Sodoma. He spoke the language God could understand. Akazungumza lugha ambayo Mungu akaielewa. He persuaded God. Akamsihi Mungu. Can you speak God's language? That is something that we need to find out. Can we speak God's language? Je, unaweza kuzungumza lugha ya Mungu? Hicho ni kitu ambacho tunatakiwa kujiuliza na kutafakari. Je, unaweza kuzungumza lugha ya Mungu? Can you quote scripture that God will listen to you? Unaweza ukatamka maandiko ambayo Mungu atakusikiliza wewe? Can you use the law of prayer that Jesus taught in order to move the hand of God? Unaweza ukatumia sheria au kanuni ya maombi ambayo Yesu alifundisha ili kuweza kusogeza mkono wa Mungu? Can you save lives through prayer? Je, unaweza kuokoa uhai au maisha kupitia maombi? Your life may be spared because someone is praying for you. Maisha yako yanaweza kuachwa salama kwa sababu kuna mtu fulani anakuombea. Abraham stood at the gap to intercede for Sodom. Abraham alisimama katika sehemu iliyobomoka kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya Sodoma na Gomora. Yeah, because in chapter 18 of the book of Genesis, God visited Abraham. Kwa sababu katika sura 18 ya Mwanzo Mungu alimtembelea Ibrahim. After he was able to entertain the Lord, alipokuwa ameweza kumfurahisha Bwana, because he welcomed them, he gave them water, he washed their feet, he prepared food, then they ate. After eating, then the Lord said that we are going to Sodom to destroy that city. Kwa sababu aliweza kumkaribisha au kukaribisha, akawaosha miguu yao, akawaandalia chakula na wakala, na walipokula wakamwambia tunaelekea Sodoma kuharibu ule mji. So the Lord was just talking to himself. Na Bwana alikuwa akijisemea mwenyewe. And then say, can we go there and without telling Abraham? Na akasema, je, tunaweza kwenda kule bila kumwambia Ibrahim? Why was it important to tell Abraham? Kwa nini ilikuwa ni muhimu kumwambia Ibrahim? Because Abraham
has been a friend of God and that they have given him so good time, so good fellowship. Kwa sababu Ibrahimu amekuwa rafiki mzuri wa Mungu na amewapa muda mzuri na amewahudumia vizuri. He cooked some food. Amewapikia chakula. He asked them to have time to rest. Akawaomba wapumzike. He gave them some water. Akawapatia maji. And then how can they go to destroy Sodom? And in Sodom there is a relative of Abraham. Na wangewezaje kwenda kuiharibu Sodoma na kule alikuwako ndugu yake? So when Abraham was informed, so he began to talk to God the language God will listen. Na baada ya Ibrahimu kuwa amepewa taarifa zile, akaanza kuzungumza na Mungu lugha ambayo Mungu alisikiliza. He said, if there are 50 people righteous in Sodom, are you going to destroy the righteous together with the wicked? Akamwambia, kama wako wenye haki 50 katika Sodoma, je, utawaangamiza waovu pamoja na wenye haki? God said no. Mungu akasema, if I find there are 50, kama nikuta wako 50, I will not. Sitawaangamiza. What about 45? Vipi kuhusu 45? What about 40? Na 40? He kept on until it was 10. Akaendelea mpaka alipofika 10. Then he didn't proceed beyond 10. Na hakuendelea zaidi ya 10. But they were less than 10. Lakini walikuwa wako chini ya 10. So God chose to take out the few who were in Sodom. Kwa hiyo Mungu akachagua kuwatoa wachache ambao walikuwa Sodoma. So then he brought the destruction to Sodom. Na akaleta uharibifu juu ya Sodoma. So the intercession of Abraham saved the life of Lot and his family. Kwa hiyo ombezi au maombi ya Ibrahimu yakaokoa maisha ya Lot pamoja na familia yake. So God can reveal to you a judgment coming to somebody and so that you can intercede to rescue the people who are going to fall under that judgment. Kwa hiyo Mungu anaweza kukuonesha hukumu juu ya mtu fulani ili kwamba uweze kuombea ili kwamba wasiweze kuingia katika ile hukumu ambayo umeoneshwa. So when this was revealed to Abraham, Abraham didn't lose that chance. He stood before God and interceded for the rescue of the people of Sodom. Jambo hilo lilipofunuliwa kwa Ibrahimu, kukaa kimya, lakini alisimama na kuomba kwa ajili ya watu wa Sodoma. As you continue serving the Lord may begin using you as an intercessor by revealing to you pain or problem of somebody, some people who and when he revealed to you, he wants you to take a stand and rescue that person as an intercessor. Unapoendelea kumtumikia Mungu, Mungu atakuwa kufunulia matatizo na maumivu ya mtu fulani ambaye anayapitia, na kwa sababu Mungu anataka uweze kusimama na kuomba au kumwombea mtu huyo. Intercessors, they don't take in a message, a trouble of somebody like a news. Hey, have you heard so and so is in this trouble? Waombezi hawachukuli taarifa za mtu kama habari za kusambaza. Umesikia kwamba fulani anapitia changamoto hii? Somebody has done this and this, and so it becomes just a news. That is not intercessor, that is backbiting. Na anasema kwamba jambo fulani anamefanya jambo fulani, na hili inakuwa ni kama habari ya kusambaza, na huu si uombezi, lakini ni usengenyaji. Yeah, when a believer is facing some pain, some challenges, or has went through some problem, it's not a news to spread, to share. It is God is looking for who can stand and intercede for this person. Muamini anapokuwa amepitia jambo fulani au ametenda jambo fulani, hilo sio jambo la kutangaza na kuwa habari, lakini Mungu anatafuta mtu ambaye atasimama na kuweza kuomba kwa ajili yake. I look
among them who will stand at the gap. Nikatazama miongoni mwao nani atakayesimama mahali palipobomoka. Many we are just trying to get it as a news to spread and make a news to share. Have you heard so and so? So that is not intercession. Wengi walikuwa wakijaribu kusikiliza na kutafuta taarifa za kusambaza, wamesikia fulani na fulani, lakini huo sio uombezi. Intercessors, once they get, if you are intercessor, once you get the news, you check yourself. Or some intercessors, they ask God, can you give me the burden to pray for this person? Lakini mwombezi ni yule mtu ambaye baada ya kusikia anaweza kumwambia Mungu, nipe mzigo wa kuomba kwa ajili ya mtu huyu. I remember there is a testimony, a sister was praying for a man of God. The wife was having some pain, and so she said that God, this person is going through a lot of agony. Please let me help her and take the pain. That is another level. Alikuwa mtu mmoja wa Mungu na mke wake alikuwa akipitia maumivu, lakini alikuwa mtu mmoja akasema, mwanamke huyu anapitia maumivu makali sana, Mungu unaweza ukanipa maumivu yake so that she also can sleep, ili kwamba naye aweze kulala. And God answered the prayer. Na Mungu akajibu maombi. She had the sleepless night because the pain at her back was so severe, and that pain made her to groan, to cry all night. Amekuwa na siku ambazo hawezi kulala kwa sababu amekuwa na maumivu makali ya mgongo ambao amekuwa akimfanya akiwa na maumivu makali na kulia usiku kucha. I mean, on that night when she prayed, na usiku huo baada ya kuwa ameomba, the pain came upon her. Maumivu yakaja kwake. And the whole night there was no sleep. Na usiku kucha hakuweza kulala. And so there was wailing, there was crying to intercede. Kulikuwa na kilio na kuomboleza akiomba. When the pain went off from her, maumivu yalipoisha kwake, that person was healed. Mtu yule akawa amepona permanently. Kabisa. Hallelujah. Hallelujah. It needed a serious sacrifice. Inahitaji dhabihu ya viwango vingine. That is intercession. Na huo ndio uombezi. That's why we need intercession is a priority pillar in the church. Kwa maana uombezi ndio nguzo ambayo ni kipaumbele katika kanisa. Hallelujah. Number 3. Namba 3. Intercession gives you victory without casualties. Maombezi yanakupa wewe ushindi bila majeraha au majeruhi. Yeah. Let's go to the book of Exodus. Katika kitabu cha Kutoka 17 verse 10 to 12. Mstari wa 10 mpaka wa 12. Basi Yoshua akafanya kama Musa alivyomwambia, akapigana na Amaleki, na Musa na Haruni na Huri wakapanda juu ya kile kilima. Ikawa Musa alipoinua mkono wake, Israeli walishinda, na alipoushusha mkono wake, Amaleki walishinda. Lakini mikono ya Musa ilikuwa mizito, basi wakatwaa jiwe wakaliweka chini yake, akalikalia. Haruni na Huri wakaitegemeza mikono yake, mmoja upande huu na mmoja upande huu. Mikono yake ikathibitika hata jua lilipokuchwa. Hallelujah. So here there was war. Israel came to war with the Amalek. Na kulikuwa hapa na vita, na Israeli walikuja kupigana na Amaleki. And this was the time when Moses was a leader. Na ulikuwa ni wakati ambao Musa alikuwa kiongozi. And the young man Joshua was his assistant. Na kijana mdogo Yoshua alikuwa msaidizi wake. So Moses told Joshua,
Na Musa akamwambia Yoshua, you go and fight the Amalek. Nenda kapigana na Amaleki. Yeah, and take the army, take all the fighting soldiers and go and fight. Chukua jeshi na wachukue wapiganaji wote na askari mwende kupigana. And I will go to the mountain of God. Nami nitaenda katika mlima wa Mungu. With the thick of God. And as you fight there, na utakapokuwa ukipigana huko, and I will lift up my hands before the throne of God. Nitainua mikono yangu juu kuelekea kiti cha enzi cha Mungu. And the word of God say that neno la Mungu nasema kwamba as long as the hand of Moses were lifted up, mkono wa Musa ulipokuwa umeinuliwa juu, Joshua was winning. Yoshua alikuwa akishinda. There was victory. Kulikuwa na ushindi in the battlefield, katika uwanja wa vita. So because Moses was the mountain, so was seeing the victory. Now there is victory on our side. Kwa sababu Musa alikuwa juu mlimani, alikuwa akiona sasa kuna ushindi upande wetu. So Aaron and Hur, na Haruni na Huri, so they found, when they noted that, they went to help Moses. Walipogundua hilo wakaenda kumsaidia Musa. Because the hand of Moses were tired staying up. Kwa sababu mikono ya Musa ilikuwa inachoka kuinuka juu. So each one stood on one side of the hand. Kwa kila mmoja akasimama upande wa huu na huu wa mkono. To keep up the hand of Moses. Ili kuendelea kuinua juu mkono wa Musa. As the hand of Moses were kept up, mkono wa Musa ulipokuwa umeinuliwa juu, Joshua continued to win. Joshua akaendelea kushinda. So because the hand were kept up steadily, kwa sababu mkono ulikuwa umeinuliwa juu tu, there was permanent victory on the side of Israel. Kulikuwa na ushindi wa kudumu upande wa Israeli. Hallelujah. Hallelujah. And so there are times whereby intercessors, when they stand at their ground, wanaposimama katika nafasi yao, they keep the victory of God, they keep the victory of Jesus, wanatunza ushindi wa Mungu, ushindi wa Yesu, steadily and without much casualties. Wanatunza ushindi imara na bila kuwa na majeruhi makubwa. So in these stories we learn this, we learn the subject of intercession. Na katika story hii tunajifunza somo la maombezi. Intercessors is holding up the hand of God. Maombezi ni kuinua juu mkono wa Mungu, so that victory is steadily kept up. Ili kwamba ushindi uendelee kutunzwa imara juu. The victory of the work of cross, the victory of Jesus Christ. Ushindi wa kazi ya msalaba na Yesu Kristo. So is standing before God with the authority and the power of Jesus, so that to a certain case, to a certain matter, victory is acquired. Kwa nikisimama mbele ya Mungu kwa nguvu na mamlaka katika jambo fulani, ili kwamba ushindi uweze kupatikana. Sometimes you can pray that God can give you intercessors to pray for you when you are in pain, when you are in troubles. Wakati mwingine unaweza kumwomba Mungu akupe waombezi ambao wataomba kwa ajili yako unapokuwa katika maumivu na matatizo. And God can answer your prayer, and He can raise people who can stand with you with the burden that is from the Holy Spirit. Na Mungu anaweza kuinua watu ambao watasimama na wewe wakiwa na mzigo kutoka kwa Roho Mtakatifu. So Aaron and Hur, they were given to Moses so that the victory is sustained on the battlefield where Joshua was. Kwa hiyo Harun pamoja na Huri alipewa Musa ili kwamba ushindi uweze kutunzwa na kuimarishwa katika uwanja wa vita alikokuwa kwa Yoshua. May the Lord give you intercessors to uphold you when you cannot stand by yourself. Bwana na akupe waombezi ambao watakuinua na kufanya usimame wakati ambao huwezi kusimama. Moses was not able to sustain his hand alone. Musa
alikuwa hawezi kuendelea kuinua mkono wake mwenyewe peke yake. His hands were tired. Mikono yake ilikuwa imechoka. He needed some other people who will uphold him. Alikuwa anahitaji watu wengine ambao wataendelea kumuinua. And God answered his prayer. Na Mungu akajibu maombi yake. He was given Aaron and Hur akapewa Harun na Huri uphold his hand, waendelee kuinua mkono wake until permanent victory is acquired in the battlefield, mpaka pale ushindi wa kabisa ambao ulipatikana katika uwanja wa vita. So you pray, and also you can add in your prayer that God, when I cannot handle the pressure, lay somebody who will intercede for me. Kwa hiyo unaweza kuomba kwa Mungu, wakati ambao siwezi kusimama wakati wa shinikizo, ninulie watu ambao watasimama kwa ajili yangu. We are not always strong, you know. Sio siku zote tunakuwa imara, unajua. There are times when no more strength. Unajua kuna nyakati ambazo unakuwa hauna nguvu tena. Or the battle is so strong such that you wear out, and now you need some other people to support your prayer. Vita inakuwa ni to sustain the victory that is you are about to acquire. Vita inakuwa ni kubwa sana na hauna nguvu tena. Unahitaji watu ambao watakusaidia kuendelea kusimama katika ushindi. Hallelujah. Hallelujah. Every one of us, we need victory with minimum casualties. Kila mmoja wetu tunahitaji ushindi na majeruhi kidogo au madogo. Sometimes you have victory but the losses are too much. Wakati mwingine unapata ushindi lakini hasara na upotevu ni mkubwa. Do you remember the story of David? Unakumbuka historia ya Daudi? When he was sent back by the Philistine, at that time he was hiding in the camp of the Philistine. Alipokuwa amerudishwa, wakati ule alikuwa amejificha katika kambi ya Wafilisti. And when a war came to fight against the Israelites, the king wanted to go with David, but the chief of the army said, no, this guy blood is heavier, so he may turn away and fight on his brothers. Na wakati ule ambapo Israeli walikuja kupigana nao, mfalme akataka kwenda kupigana pamoja na Daudi, lakini jeshi mkuu akakataa. Akasema mtu huyu amemwaga damu nyingi. Na no, not that way. David was an Israeli. Na mkuu wa majeshi akamwambia hatuwezi kupigana na mtu huyu kwa sababu ndugu zake wako upande wa Israeli, anaweza akatugeuka akapigana kwa ajili ya ndugu zake. He was hiding in the camp of the Philistine. Alikuwa amejificha katika kambi ya Wafilisti. And the king asked David, are you going to fight with us as we fight with the Israelites? Na mfalme akamuuliza Daudi. And David said, yes, no problem. If I'm under you, sir. Mfalme akamuuliza Daudi, utapigana upande wetu kwa sababu uko kwetu? Na Daudi akamjibu, niko chini yako, sina tatizo kupigana kwa ajili yenu. So they went, but before the battle began, the chief army said, no, this boy has to go back. Send him back. Kwa majeshi akaambia huyu lazima arudi na mrudisheni. So he was sent back. Na akarudishwa with all his army team. Na ya timu ambayo ilikuwa upande wake. David was surrounded by 600 fighting men. Na Daudi alikuwa amezungukwa na wanaume wapiganaji 600. So when they came back to their city, they find their city has already been vandalized. Everything is taken, their children, their property, and their house burned. Na waliporudi katika mji wao, walikuta mji wao tayari umekwisha kuvamiwa na kupigwa, kila kitu kimechukuliwa, mali zao, watoto na wake zao wote, kila kitu kimechomwa moto. You read that place, you will find David asked God. Na Daudi, utasoma hiyo sehemu uone Daudi akamuuliza Mungu, can I follow this vandalizing army? Je, naweza kulifuatia jeshi hili? And God said, yes, you can. Na Mungu akamwambia ndio unaweza. Will we find our children and our wife safe? Je, tutapata wake zetu na watoto wetu wakiwa salama? That's number one, eh? Hiyo namba moja. Will we get some of all our properties? Je, tutapata sehemu ya mali zetu? Will we come back safe? Je, tutarudi salama?
When God said yes, Mungu aliposema ndio, he packed everything. Said, akakusanya kila this kitu. is a nice bet. This is a nice battle to go and fight. Hii ni vita nzuri ya kwenda kupigana. If he has said that he'll give us the victory, we go. Kama amesema atatupa ushindi, twende. If the Lord will be going to fight for us and he has said you will find them and you will get everything safe. Kama Bwana atupigania na amesema twende, tutapata kila kitu na tutapata kila kitu salama. One thing David knew. Jambo moja ambalo Daudi alijua. Every victory he has, it was the Lord who gave him. Kila ushindi aliyopa ni Bwana ndiye aliyempatia. And that's very important for us to know. Hiyo ni muhimu sana kwetu kujua. Know that if you have any progress, if you have any success, it is the Lord's grace upon you. Jua kama ukipiga hatua yoyote, ukiwa na mafanikio yoyote, ni neema ya Mungu ambayo iko juu yako. Never take yourself, I am a warrior, I'm an expert, I am a land guy. Usiwahi kujisifu kusema mimi ni shujaa, mimi ni mwenye nguvu, au mimi ni mtu mwenye akili. Always give praise to the Lord and give thanks to the Lord, because if there is victory, it is the Lord. Mara zote mpe sifa Mungu na shukurani kwake, kwa sababu kama kuna ushindi unatoka kwa Bwana. If you are skilled, it is the Lord who made you skilled. Kama una ujuzi sana, ni Bwana ndiye aliyekufanya kuwa na ujuzi. If you are intelligent, it is the Lord who made you intelligent. Kama una akili, ni Bwana ndiye aliyekufanya kuwa na akili. So there is nothing we can boast. Kwa hiyo hakuna ambacho unaweza kujisifu. Always give praise and appreciation to the Lord. Mpe Bwana sifa na shukrani. So David always asked God before he go to battle. Kwa Daudi mara zote alimuuliza Mungu kabla ya kwenda kwenye vita. Because he was scared of having too much casualties, losses, to minimize the losses. When the Lord is fighting on your side, there is minimum losses. Kwa sababu alikuwa anazuia kupata majeruhi na hasara na upotevu mkubwa, kwa sababu Bwana anapopigana upande wako kunakuwa na upotevu na hasara ndogo. So yeah, it's good to learn from David in intercessions, because David's intercession was in all the battles he fought. The Lord went with him. Niwe kujifunza kutoka kwa Daudi namna alivyokuwa akiomba kwa Bwana, kwa sababu namna yake ya kuomba ni katika kila vita ambavyo alikuwa akipigana, alitaka Bwana aende pamoja naye. If the Lord, you are not going with me, I'm not fighting. Kama Bwana huendi pamoja nami, sitapigana. So and everywhere where he forgot to go with the Lord, he didn't have a victory. Na mahali popote ambapo alisahau kwenda pamoja na Bwana, hakupata ushindi. So as intercessors, as we grow as intercessors, intercession should give us less casualties in our battle, because God has called us to overcome, to win every battle that is ahead of us. Kwa hiyo si pia tunapokuwa katika kuwa waombaji au waombezi, lazima tujifunze kuwa na ushindi kwa kuwa na majeruhi kidogo, kwa sababu Mungu anatuitia kuwa na ushindi. Number 4, this is the last one. Namba 4 na ni ya mwisho. Yeah, okay. Intercessors are great people. Waombezi ni watu wakubwa. If you begin recognizing you as an intercessor, you are a great person. You are somebody great. Ukianza kujitambua na kujiona kama mwombezi, wewe ni mtu mkuu. You are excelling to higher level. Unaenda viwango vya juu. The church need intercessors. Kanisa linahitaji waombezi. The family need intercessors. Familia zinahitaji waombezi. Every great ministry need intercessors. Huduma yote kubwa inahitaji waombezi. So intercessors are great people. If you are inspired as an intercessor, you are a great brother, you are a great sister. Yeah, tighten your belt, because there will be many battles to fight
to glorify Jesus. Kwa hiyo kama wewe ni kaka udada ambao unajiona kama mwombezi, kaza mkanda wako na usonge mbele zaidi, kwa sababu kuna vita kubwa na nyingi mbele kwa ajili ya kupambana to glorify Jesus, ili kumtukuza Yesu. Let us read Isaiah 53 verse 12. Tusome katika Isaya 53:12. Isaiah 53 verse 12. Isaya 53:12. Kwa hiyo nitamgawia sehemu pamoja na wakuu, naye atagawanya nyara pamoja nao walio hodari, kwa sababu alimwaga nafsi yake hata kufa, akahesabiwa pamoja na hao wakosao. Walakini alichukua dhambi za watu wengi na kuwaombea wakosaji. Hallelujah. Made intercession for the transgressors. Na kuwaombea wakosaji. Yeah, so this is a prophetic message about Jesus Christ. He made intercession for the transgressors. Ulikuwa ni ujumbe wa kinabii kwa ajili ya Yesu Kristo. Aliwaombea wakosaji. There's a prophetic work of the cross 700 years before Jesus coming. Ni ujumbe wa kinabii miaka 700 kabla Yesu kuja na kufanya ile kazi ya msalaba. Isaiah prophesied about the sacrifice of Jesus on the cross. Isaya akatabiri kuhusu dhabihu ya Yesu Kristo pale msalabani. Yeah. So he made intercession for the transgressors. You remember when Jesus was on the cross? He prayed, God forgive them, for they know not what they are doing. Na utakumbuka Yesu alipokuwa msalabani akalia, akapaza sauti akisema, Baba wasamehe, kwa maana hawajui walitendalo. And I remember also the same prayer were made by Stephen. Na unakumbuka maombi hayo yalifanywa na Stefano. As they were stoning before he breathed his last, this what were the word he uttered. Walipokuwa wakimpiga mawe kabla hajakata roho, hayo ndio maneno aliyoyatamka. And this prayer saved Saul, who later became Paul. Na maombi haya yakamwokoa Sauli ambaye baadaye akafanyika kuwa Paulo. Because Steve prayed, God forgive them for what they know not what what they are doing. Kwa sababu Stefano alilia akasema, Bwana wasamehe kwa sababu hawajui walitendalo. So intercessors are great people. They can sacrifice their life for the sake of others. Kwa hiyo ombezi ni watu wakuu ambao wanaweza kuyahatarisha maisha yao kwa ajili ya watu wengine. So in other words, being an intercessor, you stand before for others. It's not for yourself. Intercessors, they pray for others. Kwa hiyo kwa mwombezi ni kusimama kwa ajili ya mtu mwingine. Waombezi huwa wanasimama na kuomba kwa ajili ya watu wengine. It's not about you. Sio kuhusu wewe. It's getting a burden to lift up others so that they are safe. Ni kupata mzigo wa kuinua wengine ili kwamba waweze kuwa salama. So God is looking for intercessors. Kwa hiyo Mungu anatafuta waombezi. I look for people who will stand at the gap. Ezekiel 22 verse 30. Katika Ezekiel 22:30 nikatafuta mtu atakayesimama mahali palipobomoka, so that I may not destroy the land. Ili kwamba nisiangamize nchi. If there are intercessors, God will not destroy the land. Kama kuna waombezi, Mungu hataiangamiza nchi. If there are intercessors, God will not destroy the family. Kama kuna waombezi, Mungu hawezi akaangamiza familia. Because the intercessors, they talk God's language as Abraham prayed for Sodom. Lot and his family, they were rescued because of the intercession of Abraham. Kwa sababu wamezungumza lugha ya Mungu, kama vile katika Sodoma Mungu alipozungumza na Ibrahimu. God answered the prayer of Abraham. Na Mungu akajibu maombi ya Ibrahimu. He said, if there are 50, I will not destroy. If there are 45, I will not destroy. If there are 30, I will not destroy. If there are 25, I will not destroy. If there are 20, I will not destroy. If there are 15, I will not destroy. If there are 10, I will not destroy. And he stopped praying there.
Akamwambia, kama wako 50 sitaangamiza ule mji, kama wako 40 sitaangamiza, kama wako 35, kama wako 20, kama wako 25, na akaishia 10. Akasema kama watakuwa 10 sitaangamiza ule mji. But they were less than 10. Lakini walikuwa chini ya 10. So he removed them, and then a storm of fire came and destroyed the city. Kwa hiyo akawaondoa na kuwatoa nje, na moto ukashuka na kuteketeza ule mji. Making intercession is what qualified Jesus to have a portion to be one of the great intercessors. Na kufanya maombi ya kuomba kwa ajili ya watu wengine ndio kitu ambacho kinamfanya Yesu apate nafasi ya kuwa mmoja wapo ya waombezi. If you become an intercessor, you will be a very great person. Kama ukiwa mwombezi au nafasi ya kumwombezi, maana yake utakuwa mtu mkuu sana. Because you always stand for others. Kwa sababu mara zote utasimama kwa ajili ya wengine. It's not about you. Sio kwa ajili yako. It's about others. Kwa ajili ya wengine. Somebody is in pain, you are there. Uko katika maumivu, uko hapo. You agonize, you cry until somebody is set free. Unaomboleza na unalia mpaka mtu mmoja atakapowekwa huru. You pour out your soul. Unaimimina nafsi yako for people, or for the people who are still in sin, until a grace of salvation is reaching them. Kwa ajili ya watu ambao wako katika dhambi, ili kwamba neema ya wokovu itakapowafikia. As a church, we do intercede as we pray for those vulnerable countries, so that the grace of salvation will reach out to them. Na kanisa tunafanya ombezi kwa kuomba kwa ajili ya zile nchi ambazo ziko katika hali hatarishi, na kwamba mkono wa Mungu uweze kuwafikia. That is intercession. Na hayo ni maombezi. We stand for those people. Tunasimama kwa ajili ya watu hao. They cannot pray for themselves. They are vulnerable, so we choose to pray for them, even though they don't know us, but we know about the testimony, so we pray for them. Na tunasoma kuombea japokuwa hawatujui sisi, lakini tunachagua kusimama kwa ajili yao kwa sababu wako katika hali ya hatari. So God sees intercession as a very great things. Kwa hiyo Mungu anaona maombezi kama kitu kikubwa sana. That's why if you are intercessor, you become among the great. Ndio maana ukiwa mwombezi utakuwa mmoja wapo ya watu wakubwa. Because intercession is the great ministry, the great things. So you become among the great if God is calling you to be an intercessor. Kwa sababu mwombezi ni moja kati ya huduma kubwa, na ukikuwa katika kuwa mwombezi, maana yake unakuwa katika kuwa mtu mkuu. How can you know that you are an intercessor? Na unawezaje kujua kama wewe ni mwombezi? When you hear somebody is in pain, you are restless. Unaposikia mtu yuko katika maumivu, unakosa utulivu. You are restless. There is no peace. Hakuna amani. Others, they just pray and send a message. We are praying for you, brother. God bless you. Wengine wanaomba tu na kutuma ujumbe, tumekuombea ndugu, Mungu akubariki. But you go home. Lakini unaenda nyumbani, you don't sleep. Haulali. You hold, you cry, you pray for that person. Unaendelea kulia na kumwombea mtu huyo. That is a mark of an intercessor. That the burden is not given by man, it's given by God himself. Na hiyo ni ishara mwombezi kwamba mzigo haupewi na mtu, lakini anautoa Mungu mwenyewe. You don't pray because the pastor said, because somebody said, please pray for me. Haombi kwa ajili ya mchungaji amesema au mtu amesema niombeeni. How many you do receive message, please pray for me? Wangapi mnapokea ujumbe unasema niombee? You have ever received such a message? Kama umepokea ujumbe huo? No. You people, you don't get those message. Hamjui kupata message mtu anaambia naomba uniombee? Do you pray? Je, unaombaga? Or do you send a message, may the Lord help you? Au unatuma tu ujumbe Mungu akusaidie? Hello? Why don't you be truth? Kwa nini msio wa kweli?
We write the message, yeah? Sometimes we write a message, sometimes we pray. Wakati mwingine unaandika ujumbe, wakati mwingine unaomba. So the majority, that's what we do. But if you find that you are less stressed, you should say that's a marker of you are rising to be an intercessor. Wengine ndivyo wanafanya, lakini ukikuta unakosa utulivu, hiyo ni ishara ya kwamba lazima uinuke na kuwa mwombezi. Yeah, you are less stressed. The announcement just says, so please let us pray for so and so is going through some 1, 2, 3. And then you go home, you don't sleep, you find yourself, you are crying, you are praying, lacking no sleep. The Lord is holding you. Tangazo linatoka, pray until the burden is over. Fulani anapitia wakati mgumu, lakini unarudi nyumbani, unaomba ulali, unaomba na kulia, unaomba mpaka pale mzigo utakapoondoka. Hallelujah. Hallelujah. How many will desire that God call you to be an intercessor? Wangapi wangetamani kwamba Mungu akuinue kuwa mwombaji au mwombezi? Hello. 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 Yeah, it's something that you desire, huh? Ni kitu ambacho unaweza ukakitamani. Okay. Those whom we want that gifting, just stand up on your feet. I saw your hand. Just the Lord is in your hand. Unataka hiyo karama, nimeona mkono wako. Unaweza tukasimama kwa miguu yako. Just stand. It's not something bad, it's something good. The church need intercessors. Simama kwa miguu yako, sio kitu kibaya, ni kitu kizuri, na kanisa linahitaji waombezi. It is the Lord will put something into your spirit. Ni Bwana kuweka kitu ndani ya roho yako. Yeah. It is the ministry that once you begin to operate, it saves life. Ni huduma ambayo utakapoanza kuifanya itaokoa maisha. And once you begin to respond, God will be giving you the needs of people who need help. Na utakapoanza kuitikia na kutenda, Mungu atakuwa akikupa mahitaji ya watu ambao wanahitaji msaada. Sometimes it will become really prophetical. Wakati mwingine itakuja kinabii zaidi. Yeah, message will come, pray for so and so. Jumbe utakuja muombe fulani. Or just a name given to you. Au jina tu utapewa. Oh yeah. So the Holy Spirit will take you to another level because you have said I'm ready. Roho Mtakatifu atakupeleka viwango vingine kwa sababu umesema niko tayari. Before we pray for this, let's put Ezekiel 22 verse 30. Kabla tujaombea hawa, weka Ezekiel 22:30. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayetengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka. To stand at the gap. Kusimama mahali palipobomoka. There is at the gap, that means it needs a bridge. Kuna sehemu ile bomoka something to connect. The place is broken. The place there is nobody who can stand sehemu ile bomoka to connect the blessing of God, ambayo inahitaji mtu wa kuunganisha pande mbili ili kwamba kuweza kuunganisha baraka za Mungu. There is a need. Kuna uhitaji. Somebody is in pain. Kuna mtu katika maumivu. The Lord is looking who can stand at the gap for this person, for this one, for this family. Bwana anatafuta nani anaweza kusoma kwa ajili ya mtu huyu, nani anaweza kusoma kwa ajili ya familia hii. Then you say that here I am. Na ndipo unasema niko hapa. The Lord will the Holy Spirit will seal something into your spirit. Bwana na Roho Mtakatifu atatia muhuri jambo fulani katika roho yako. Hallelujah. Friend, okay,